ambao wanajificha nyuma ya siasa kuharibu usalama wa nchi. Haitawezekana tena katika taifa la Kenya. Mwanasiasa yeyote, haijalishi yako na nguvu kiasi gani, hawa upande wa upinzani au upande wa serikali, hatutakubali mtu yeyote ya siasa tena kuharibu mali, kuumiza wananchi, kuleta vifo, akijizingizia yeye ati ni siasa anafanya. Mwezi uliopita wanasiasa wengine pale wakasema wanaitisha maandamano ya kisiasa. Tukajaribu, ilikuwa Jumatano, tukasema wacha tujaribu tuone hawa watu kama wataandamana kwa amani warudi nyumbani. Mlilijionea ile Jumatano, walienda wakaharibu expressway ambayo imejengwa na kodi ya Wakenya na madeni ambayo tutalipa. Wakaenda wakafunga barabara, wakaenda wakadunga watu kwa visu, wakaiba mali ya watu, wakachoma gari za polisi, wakapiga polisi na mawe. Na ilipofika kama saa 7 tukaamua ya kwamba hiyo lazima tukomeshe, kwa sababu ilikuwa imebainika hakuna uwezekano ya kufanya yale mambo pasipo na maafa. And from that day, the government has decided that it will not allow again the destruction of the property of the people of Kenya. It will not allow citizens, whatever their grievances, to stone policemen who are on duty, to burn police vehicles, and to attack government facilities. We had ugly incidents, some of them bordering on an attack on our sovereignty as a country. Wengine wanaenda wanavunja nyumba ya Deputy County Commissioner ofisi. Kuna uhusiano gani kati ya bei ya unga na ofisi ya DCC? Wengine walipatikana wakichoma bendera ya Kenya. Na it is not going to be possible again. Na wale watu ambao wanataka kufanya siasa yao lazima wakubali kufanya siasa ya amani. So nataka niwahakikishie wananchi wote wa Jamhuri ya Kenya, never again will anybody threaten the peace, stability and tranquility of our country using any reason whatsoever. Na tumesikia sasa hao wanasiasa wameenda kuongea. Sisi kama walinda usalama hatuna shida, hiyo ni mambo ya demokrasia. Watu ya upinzani na watu ya serikali wakitaka kuongea mambo ya siasa ni sawa, on one condition: hiyo mazungumzo isipofaulu, kusiwe mtu atatishia watu tena ati kwa sababu yale mazungumzo hatujazikizana ati sasa tunarudi kuumiza raia. So the people of Nyeri, the people of Kenya, the country is safe. Tuko na changamoto lakini nchi yetu iko salama. Na haitawezekana tena mtu yeyote ati kuterrorize wananchi, instilling fear and terror on innocent people because they want to achieve political objectives. We must remove violence from the equation. Mahali wakati watu wanapanga siasa yao, wakuwe wabunge, wakuwe MCA, wakuwe governor, wakuwe senator, wakuwe rais, mtu apange kuuza sera, na asiporidhika na matokeo afuate sheria
na afuate taasisi utaratibu ambao uko katika katiba wa kulalamika. Violence must not be part of the equation. So those politicians who are engaging in talks can continue. We have no role in it ourselves. We are security managers. In case, of course, we hope that they will agree. There's no problem in agreeing. But in the event that they don't agree, nobody should imagine that they can threaten and terrorize Kenyans again simply because what they were planning to achieve has not been realized. Sijui kama tumeelewana. Hiyo ndio msimamo wa serikali ya William Ruto. So, mimi nataka nikomee hapo, niseme nimeshukuru kwa hapa. Muendelee kuombea nchi yetu, muendelee kuombea rais, muendelee kuombea naibu wa rais. Na mimi nataka niseme ile kazi ambayo tumeanza hapa